Mpendwa katika Kristo, tunaendelea na safari yetu ya siku 40 za Yesu Kristo baada ya kufuka kwake. Siku 40 za Yesu Kristo baada ya kufuka kwake. Na leo tunazama katika kuangalia namna habari za ufuko wa Yesu zilivyoweza kuenea, zilivyoanza mpaka zilivyoendelea kuenea. Tunaambiwa kwamba ushuhuda wa kweli hauishii kwa kuona peke yake. Shuhuda wa kweli hauishii kwa kuona peke yake, unatakiwa usambazwe. Ni lazima usambazwe ili watu wengi zaidi waweze kupata habari. Sasa nani asambaze? Nani asambaze habari za Yesu Kristo? Hebu twende tuangalie namna ambavyo walioshuhudia ufuko wa Yesu Kristo walivyoweza kusambaza na nini wajibu wetu sisi sasa wa Kristo wa leo. Karibu twende pamoja mwanzo hadi mwisho ili tuweze kuona ni namna gani habari za Yesu ziliweza kusambazwa na tuone sisi wajibu wetu ni nini basi kwa wakati tulionao sasa. Basi kama ilivyo ada, kabla hatujakwenda mbali, niombe uchukue sekunde zako chache uweze kulike video hii, uweze kushare na watu wengine ili tuende nao sambamba. Lakini kama wewe ni mgeni, usiache kusubscribe ili uweze kuona video zingine nyingi zaidi zenye nia na lengo la kufanya tushikane mikono ili tuweze kwenda mbinguni pamoja. Basi tuanze na wanawake, namna walivyoingia au walivyochangia katika kueneza habari za ufufuko wa Yesu. Naona unashangaa kwani tunaanza na wanawake. Neno la Mungu linasema Yesu aliwatokea wanawake kwanza. Aliwatokea wanawake kwanza. Alianza na Maria Magdalena na mwenzake na baadaye kwa wanawake wengine akiwemo mama yake Yakobo. Neno la Mungu linatuambia tena kuwa Maria Magdalena na wenzake wanakwenda kwa mitume kusema. Walipata zile taarifa wanakwenda kwa mitume kusema, "Tumemuona Bwana." Tena wakiwa na furaha kweli kweli. "Tumemuona Bwana." Hakukaa kimya. Walipeleka ujumbe huu muhimu kwa wanafunzi wake. Na hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha kwamba usihifadhi furaha ya imani kwako wewe mwenyewe. Furaha ya imani lazima isambazwe. Furaha ya imani lazima ipelekwe kwa watu wengine. Unatakiwa kushare kama neno ambalo tumezoea kulisema. Ujumbe mzuri lazima uenee. Na kila mmoja wetu ana wajibu wa kueneza ujumbe mzuri. Sasa wako watu wanajiuliza, kwa nini Yesu amewatumia wanawake? Sasa shida yako ni unataka watumie nani? Kwa nini Yesu alitumia wanawake kusambaza habari zake? Wengine wanasema si unajua wanawake wa Mbeya, na Yesu alijua akitumia wa Mbeya basi habari zake zitakwenda haraka sana. Wewe. Jamani. Utapata dhambi bure, sio kasema sikukuambia. Sababu hazikuwa hizo. Na leo nakuonyesha hapa sababu zilizofanya Yesu atumie wanawake kwa ajili ya kueneza habari zake kwanza kabla watu wengine hawajapata taarifa hiyo. Sababu ya kwanza Yesu kutumia wanawake ilikuwa ni Mungu kuvunja mipaka ya kibinadamu. Mungu kuvunja mipaka ya kibinadamu. Katika wakati huo, jamii ya wakati huo wa Yesu, ushuhuda wa mwanamke ulikuwa haupewi uzito. Haupewi uzito. Nani anasema mwanamke yaani anadharauliwa tu. Lakini Yesu anafanya kinyume kabisa na mategemeo ya jamii ile aliyokuwa anaishi. Anawafanya wanawake kuwa mashuhuda wa kwanza wa tukio la ufufuko wake. Na watu wote wanabaki wakiwa wanashangaa. Na hii inaonyesha wazi kabisa kwamba Mungu yeye hachagui vigezo hivi vya duniani wala mipaka ya binadamu. Mungu yeye anaangalia moyo. Na wakati huo Bwana wetu Yesu Kristo aliangalia moyo wa wanawake wale na akaona kwamba wanaweza kusambaza habari ya ufufuko wake kwa namna ambayo ni bora zaidi. Nafikiri tumepata hiyo. Mungu anatengua yale mazoea ya kibinadamu kwamba huyu ni laini, huyu hawezi, huyu anaweza. Sababu ya pili, wanawake walikuwa waaminifu hadi mwisho. Unaweza ukaona kwenye safari ile ya msalabani. Wanawake walikuwa waaminifu hadi mwisho. Wakati wengine walipokuwa wanakimbia kwa hofu, wanawake walibaki karibu na Yesu mpaka mwisho. Wakati wale mateso. Hata mpaka kaburini wanawake walifika na woga wao na uaminifu wao walifika na Yesu mpaka mwisho. Walionyesha upendo na uaminifu wa kweli. Hivyo haishangazi kwamba wakapewa heshima hiyo ya kuwa wa kwanza kuona ushindi wake. Yaani wale ambao walikuwa waaminifu mpaka mwisho ndio ambao wamepewa nafasi ya kuona ushindi wake kwa mara ya kwanza kabla wengine hawajaweza kuona. Hiyo ni sababu ya pili. Ni kama amewazawadia, wamekuwa na yeye mpaka mwisho, akaona wapi zawadi ya kuona ufufuko wake. Lakini sababu ya tatu, Mungu anapenda kuwainua wanaodharauliwa.
Mungu wetu ni mwenye kupenda watu wake wote, lakini hata wale wanaodharauliwa Mungu anapenda kuonyesha kwamba wote ni sehemu ya viumbe wake aliowaumba yeye mwenyewe. Yesu mara nyingi aliwapa thamani wale ambao jamii ilikuwa inawaweka pembeni, na wanawake ni kati ya hao, hata jamii ya sasa. Kwa hiyo Yesu kwa kuwachagua wanawake anaonyesha kuwa hakuna aliye mdogo mbele zake na hakuna aliye mkubwa zaidi mbele zake. Kila mtu anaweza kutumika kwa kusudi kubwa ambalo Yesu Kristo ametaka atumike. Na kwa wakati huo alitaka watumike wanawake kwenda kufanya jukumu hili kubwa sana la kutangaza ufufuko wake kabla ya wengine hawajaweza kufanya hivyo. Hiyo ni sababu ya ngapi? Ya tatu. Sababu ya nne ni kwamba ujumbe ni wa wote. Ujumbe ni wa wote. Ujumbe wa ufufuko wa kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo unatuhusu wote, wake kwa waume. Kwa hiyo akitangaza mwanamke, akitangaza mwanamume, hakuna tofauti. Na nataka kuwaonyesha pia jamii ile kwamba ujumbe wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni wa wote. Kwa hiyo ninaanza na hawa wanyonge kwa ajili ya kutangaza, kuonyesha kwamba hauwahusu wanaume peke yao, unahusu watu wote. Kwa hiyo kwa kuanzia kwa wanawake, ujumbe wa ufufuko unaanza kuonyesha mapema kuwa injili si ya wanaume tu. Injili sio viongozi tu. Injili ni ya kila mtu. Injili ni ya kila mtu. Kwa hiyo wewe baba, wewe mama, wewe mtoto, wewe mkubwa, wewe kijana, wote tuna wajibu huu wa kutangaza injili. Ni ya watu wote. Na Yesu hakuchagua waliokuwa juu zaidi kwa hadhi. Hapana. Alichagua waliokuwa na moyo ulio wazi zaidi, ambao wanawake walidhihirisha hilo. Na hapa kuna ujumbe mkubwa sana kwako, kwamba haijalishi wewe ni nani, haijalishi wengine wanakuonaje, wanakuona dhaifu, wanakuona mdhambi, haijalishi. Yesu Kristo akiamua kutumia wewe, anakutumia wewe na hakuna ambaye anaweza kukweli kwa nini umefanya hivyo. Lakini leo tumepata nafasi ya kuona sababu hizi 4 kwa nini Yesu aliwatumia wanawake kuwa watangazaji wa kwanza wa kufufuka kwake. Mungu anaweza kuchagua wewe unaitizama. Mungu anaweza kuchagua wewe na ukawa sauti ya kweli ya kueneza kile ambacho Yesu Kristo anataka ukieneze. Msifu Yesu Kristo. Nafikiri tumeelewana hapa. Lakini sasa hebu turejee kule kwa mitume. Mitume ambao walikumbwa na hofu. Mitume wakiwa ndani ya chumba kilichofungwa bado walikuwa na hofu. Lakini wakiwa katikati ya hofu wanapokea taarifa kutoka kwa wanawake kwamba tumemwona Bwana. Hofu inabadilika sasa kuwa matumaini. Ile hofu aliyokuwa nayo pale inabadilika polepole na kuwa matumaini. Na funzo hapa ni kwamba hofu haipaswi kuwa kizuizi cha ushuhuda, bali inapaswa kuwa daraja la kushiriki wewe ushuhuda wako. Kuna wakati mwingine unatamani kufanya jambo fulani, unakuwa na hofu. Ile hofu isikurudishe nyuma. Leo tunaambiwa kwamba hofu inatakiwa iwe daraja la kufanya wewe utafanya ile ambalo umetaka kulifanya. Kwa hiyo wale wanafunzi wake pamoja wakiwa katikati ya hofu, wanaambiwa na wanawake kwamba tumemwona Bwana. Ile hofu yao inapungua na kuanza kuwa matumaini. Ndugu yangu, habari njema haikusubiri wewe, na wala haisubiri uhakika wa kamili wa jambo. Yaani wewe hata ukishtuka tu habari njema inaanza kuenea. Tumeona Yesu anatokea mitume sasa. Yesu anatokea mitume tena kwa ghafla. Waliambiwa kwanza na wanawake, lakini baada ya kuambiwa na wanawake kwa ghafla Yesu anawapitia mitume wake akisema amani iwe kwenu. Na hapa sasa Yesu anaendelea kuthibitisha kuwa amefufuka na yu hai. Wanawake walisema na sasa nimeonekana mimi mwenyewe. Anathibitisha amefufuka na yuko hai. Na huu ni uthibitisho kwamba kifo kimeshindwa. Tumaini limezaliwa upya na upendo wa Mungu unaendelea katikati yetu. Sasa tujirudie na kujitafakari sisi wenyewe. Je, tuko tayari kuichukua habari njema na kuisambaza? Mimi na wewe tuko tayari kama ambavyo wanawake walifanya? Kama ambavyo baada ya hapo mitume nao walifanya? Au tutabaki tu na hofu bila kufanya lolote? Maamuzi ni wewe na mimi nitaamua kwa namna yangu, lakini tunatumwa. Kwa neno hili tunatumwa kutangaza ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tuangalie tumejifunza nini hasa? Mimi naona nimejifunza, sijui wewe, lakini nimejifunza mambo makubwa matatu. Kwanza, habari njema inapaswa kupelekwa
sikushikiliwa kwa siri. Unapopata habari njema usifanye siri, ipelekwe kule inakotakiwa kupelekwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili ambalo mimi naliona ni mafunzo ni kwamba ujasiri unazaliwa pale tunaposhiriki ukweli, hata wakiwa watu wengine hawataki kusikia. Wewe huwezi kujiita jasiri huku umeona jambo lakini unaogopa kulishirikisha kwa sababu kuna watu watakuonaje. Ujasiri unaendana na uthubutu. Na uthubutu wa kufanya nini sasa? Uthubutu wa kueneza hii habari njema kwa watu wote. Na funzo la tatu, Yesu anatupa amani. Anatupa amani kwa ukweli wa ufuko wake. Kwamba kumbe pamoja na mateso yale yote, lakini Bwana ameshinda kifo. Bwana ametoka victoriously, ametoka akiwa mshindi, na hivyo na sisi tunayemwamini tutaendelea kuwa washindi kama tutaamua kuishi ushindi huo. Hii ndio sababu kila Mkristo ni shahidi. Kila Mkristo ni shahidi. Hakuna sababu ya kusubiri ndugu zangu. Hakuna sababu ya kusubiri. Twende tushiriki, twende tutangaze. Yesu Kristo ameshinda mauti. Yesu Kristo amefufuka msalabani. Hebu leo tujiulize ni habari gani njema ambazo umeshawahi kuzipokea? Na je, ulizisambaza hizo habari kwa wengine? Au unasambaza zile mbaya tu? Maana watu wako vizuri zaidi kusambaza habari mbaya kuliko kusambaza habari njema. Leo sana nakuuliza ni habari gani njema ulipokea na umezisambaza? Na kumbuka Yesu anaposema amani kwenu, anakupa wewe fursa ya kuanza kushiriki ushuhuda wa maisha yako. Usisubiri. Sema kwa maneno ujue ushuhuda wa maisha yako. Fanya kwa vitendo watu waone, lakini fanya yote haya kwa moyo wa kweli kabisa tena ulio safi. Habari njema ndugu yangu lazima ienee. Habari njema na ufufuko wa Yesu Kristo lazima ienee, whether you like it or not. Ukitaka itaenea, usitake itaenea. Lakini kama itaenea, kwa nini usishiriki? Kwa nini usishiriki? Nakushukuru basi kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Niendelee kukusihi kwamba usiache kutembelea channel hii, usiache kushare kama hii video imekubariki, hii simulizi imekubariki, usiache kushare kwa watu wengine nao wapate baraka. Na kama ni mara yako ya kwanza, basi usiache kusubscribe kwa sababu episode zinaendelea. Tutaendelea na episode ya 4 ambayo itaangazia amani katikati ya hofu. Amani katikati ya hofu. Nikukumbushe tu tuko kwenye mfululizo wa zile siku 40 za Yesu toka ufufuko wake. Hii ni episode ya 3, tutaendelea episode ya 4 kipindi kijacho. Karibu sana, twende pamoja.